Abdullah bin Umar, ambao kwamba tulisoma kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Yani hiyo hadithi tunaitumia kuweza kusawazisha na kueleza majukumu ya mtoto wa kike na wa kiume katika jamii. Sasa tukiangalia katika mtoto wa kiume, kama vile mtoto wa kike ana majukumu ambayo kwamba alikuwa akifundishwa baina ya miaka 8 mpaka miaka 12, vile vile mtoto wa kiume anao majukumu kuanzia miaka 8 hadi 12 ambao kwamba alikuwa anafundishwa na wazazi. Kwa hivyo katika kazi au katika nyumba, mtoto wa kiume kwenye familia au kwenye nyumba alikuwa ni provider. Majukumu yake yote yalikuwa chini ya provider. Na provider ni jukumu ambalo kwamba jamii inafahamu na imemtwika mtoto wa kiume. Kwa hivyo mama au baba alikuwa akilea mtoto wa kiume, ima kama ni mama peke yake, babake pengine alifariki au babake hayupo, alikuwa anahakikisha huyu mtoto anampeleka kwa wajomba zake au kwa babu, yani analelewa na familia ya kiume ili aweze kufundishwa majukumu yake ya kiume katika jamii. Au ikiwa mfano mama yuko na baba yuko, ilikuwa ni jukumu la baba kumfundisha mtoto wa kiume kwamba yeye ndiye ambao kwamba anategemewa katika hali ya kuleta yale ambayo kwamba yanafaa kuletwa katika nyumba. Kwa hivyo kijana alikuwa ni provider, na majukumu yake yote au activities au vitu vyote ambavyo kwamba alikuwa akifanya zilikuwa ziko chini ya provider. Leo hii tunapata kwamba ni changamoto sana katika hii mambo provider, kwamba kijana akilelewa leo hii na wazazi, mara mingi hili jukumu linapotea, na italingana kama wazazi waliomlea kivipi. Kuna baba ambao kwamba wamezembea katika hili jukumu, kuna mama ambao kwamba wamezembea katika hili jukumu, na inamfanya mtoto wa kiume leo hii haoni umuhimu wa kwamba yeye anafaa kuleta, haoni ujukumu kwamba yeye ametwika majukumu ya kuleta na kuhakikisha kwamba familia iko sawa, bali hata wengine wanakuwa wanalezwa kwa namna ambayo kwamba wao ndo wanaitisha sasa. Yani anabadilisha, badala kuchukua majukumu yake ya kiume, anamtwika mtoto wa kike haya majukumu, alafu yeye anakaa chini anachukua majukumu ya mtoto wa kike. Kwa hivyo familia kabla ya ukoloni za Kiafrika ilikuwa mtoto wa kiume anafundishwa maneno kama hadi, yani mifugo wanaenda katika mashamba wanaenda katika viwanja kuwalisha mifugo na kuwachunga wa mifugo na kuhakikisha kwamba wanakula vizuri, wanakunywa maji vizuri, alafu wanawaregesha nyumbani wakiwa salama. Hii inaonyesha kwamba mtoto alikuwa anaonyesha nini? Kwamba ni provider. Ya pili ni farming. Ilikuwa katika kulima. Ikifika wakati wa kilimo, na nikisema kulima hii ilikuwa inajulikana sana. Ikifika wakati ya kulima, vijana wote walikuwa wanachukuliwa, wanapelekwa kwenye mashamba, watalima, wataandaa shamba, watapanda mimea, alafu mpaka watavuna. Alafu wakivuna wanajua namna ya kuweza kuhifadhi katika maghala ili iweze kutumika. Na hata baadhi ya familia kwa hapo nyuma, kwa miaka ya awali, ilikuwa watoto wakifunga wakati ya likizo wanapelekwa mashambani kufanya nini? Kulima. Leo hii mtoto amekulia kwenye town, kwenye mji, kulima ni kitu ambacho kwamba kina mtihani kwa sasa. Ya tatu ilikuwa ni hunting.
kuwinda. Walikuwa wanaenda, mtoto anafundishwa namna ya kuwinda, alafu akishawinda kile chakula analeta nini? Analeta nyumbani ili kiweze kupikwa. Vile vile alikuwa anafundishwa usafi, na hii inasaidia sana mtoto wa kiume kufundishwa usafi, kwa sababu yafaa kujua usafi wake wa mwili na namna kujitunza kwa mwili wake iwe safi, kwa sababu wakati atakapotoka hapa sasa akiwa peke yake katika maisha, tayari yajua usafi wake, yaweza kujifanyia usafi kwa nyumba yake, kwa sababu mtu tu hatoki katika ujana na akaoa. Kuna watu wanakaa peke yao, sivyo? Kwa hivyo waweza kujifanyia usafi wako wa kimwili, usafi wako wa nyumba, usafi wako wa nguo. Kwa hivyo hili ni jukumu kwa mtoto wa kiume pia vile alikuwa anafundishwa, si mtoto wa kike pekee. Kwa hivyo tuna jukumu la usafi liko baina mtoto wa kike na wa kiume, yani bila kuangalia ama bila kutompa uzito mwingine, kwamba anafundishwa namna ya kuwa usafi. Na watoto walikuwa wanafundishwa namna ya kufua nguo zao ikifika siku za likizo ama wakati ya wiki ama siku ambapo kwamba hawana kazi, wenyewe wanaenda kujifulia nguo zao, wanarudi wenyewe wanaanika, wanajiwekea vizuri. Alafu ya ingine ilikuwa ni fishing. Walikuwa wanaenda fishing, wanavua samaki, wanakuja na samaki wanawaleta nyumbani. Vile vile ingine ilikuwa ni kuwachunga wadogo wao, na hapa ndipo mtoto vile vile anajifundisha kwamba walioko chini yake kwamba yeye ndiye anafaa kuwachunga. Kwa hivyo haya majukumu si kwamba ni yote, isipokuwa nimeweka yani vidokezo ambavyo kwamba ni muhimu, ambazo kwamba vilikuwa vinafanywa wakati huo. Lakini ima anachunga wanyama, ima yuko katika shamba, au ima anawinda, ima usafi, ima vile vile mawindo ya kuvua samaki au kuchunga wengine. Haya yote na mengineo ambayo kwamba sijaandika ilikuwa ni kumuonyesha kwamba mtoto wa kiume ni provider. Kwa hivyo kama ni chakula, inafaa yeye ndio mwenye kuleta nyumbani, kwa sababu asije kuishi chakula ambacho kwamba hajaleta. Kama ni nguo, inafaa ajue kwamba nguo zake zafaa kuwa safi. Na ndio naona haya majukumu katika jamii ya kitambo yalikuwa ni majukumu ambayo kwamba yani si kitu ambacho kwamba wavulana wengi walikuwa hawajui, walikuwa tayari wanajua. Na hii yote ilikuwa inafanywa na mama au baba, au kama hamna baba, mama alikuwa anahakikisha kwamba mtoto wa kiume yuakaa na wajomba zake au babu zake, ili kuweza kufundishwa namna ya kuwa mwanaume, kwenda kufundishwa namna ya kuwa mwanaume. Licha kwamba haya malezi vile vile alifanya mwanaume akawa ni yani ile hardcore, yani mwanaume ikawa ni mtu wa mpigana, ni mtu wa balaa, ni mtu kuvumilia shida, dhiki, nini, yote ilikuwa ni kumwonyesha kwamba inafaa ailinde jamii yake. Yeye ndio mwenye kuleta kwa nyumba yake, yeye ndio mwenye kuhakikisha kwamba familia yake iko sawa, yeye ndio mwenye kuchunga mke au kuchunga wale ambao kwamba walioko chini yake. Kwa hivyo haya ndio yalikuwa majukumu katika mtoto wa kiume akiwa angali ni mdogo, baina ya miaka 8-12. Na kuna ziada, kuna zaidi ya hii, lakini hii ni mfano wa yale yote ambayo kwamba yanaonyesha kwamba mtoto wa kiume alikuwa yeye ndiyo mwenye kuleta na kuhakikisha kwamba familia yake iko sawa. Na haya majukumu alikuwa anaanza wakati angali mdogo, kama wakati huu baada ya miaka 8-12, ili kuweza kumuonyesha kwamba ili ndio asije akapata shida baadaye akiingia katika ndoa na akianza maisha yake. Kwa hivyo jukumu la kuweza kuleta, jukumu la kuangalia familia inahitaji nini, jukumu la kuhakikisha kwamba nini hakika niweze kuleta, ilikuwa ni jukumu ambalo kwamba liko chini ya mtoto wa kiume. Kwa hivyo ikiwa utapata mtoto wa kiume ambaye kwamba hajui hili jukumu la kuleta, ni mtihani mkubwa sana katika maisha yake,
Kwa sababu gani? Yule binti ambaye kwamba atakuja kumwoa anapata shida, kwa sababu huyu ni mwanaume ambaye kwamba haleti chochote, haangalii familia chochote, bali yeye kazi yake, yani yeye ana demand, haleti. Kama ni chakula haleti, kazi hafanyi, kazi yake ni kulala, kutoka, kuzunguka, kufanya vitu ambavyo kwamba vifai. Kwa sababu gani? Kwa sababu mzazi wake yeye mwenyewe alimlea huyu mtoto alilea huyu mtoto si kwa sababu ya kumwandaa kwamba atakuja kuingia katika jamii na kuoa, bali alimlea akitarajia kwamba ni kama milki yake. Alijilelea baada ya kulelea jamii. Kwa hivyo ukipata mwanaume kama huyu ambao kwamba hajui majukumu yake ya nyumba, shida inaanza na wazazi na malezi ya wazazi. Kwa hivyo mnaona ndoa mingi haziharibiki kwa sababu ndoa zenyewe zimeharibika. Ndoa inazingatia sana malezi. Kwa hivyo kama ni mama, kama wewe ni baba, hakikisha kwamba mtoto kama umemlea mtoto wa kiume, hajue hili jukumu kwamba ni lake yeye, wala si jukumu la mtoto wa kike. Hili ni jukumu la mtoto wa kiume, kuhakikisha kwamba yeye ndio provider katika familia, anazunguka familia yake ikuwe sawa, kwa sababu providing ndio inaleta nini? Amani katika nyumba, kwamba vile vyote ambavyo kwamba vinahitajika katika nyumba vinapatikana, na ikiwa vyote ambavyo kwamba katika nyumba vinahitajika vipo, vinapatikana, hiyo nyumba itakuwa na utulivu, itakuwa na amani, itakuwa na salama. Lakini hii ikikosekana, ndio mwanzo wa nyumba kuvunjika, kwa sababu huyu ni mtoto wa kiume ambao kwamba hajielewi. Na leo hii katika jamii yetu, leo hii tunavyozungumza, kunao watoto au wazazi ambao kwamba wamewalea watoto bila hili jukumu, na ni watoto wa kiume, na hawa watoto wake zao wanapitia shida sana, kwa sababu huyu ni mtoto ambaye kwamba ni wa kiume. Akitaka chochote lazima ataenda kwa baba yake amuombe, au mama yake ampatie, au pengine utapata nyumba anayelipa nyumba ni baba, au anayelipa nyumba ni mama, au anayelipa nyumba ni nyanya, au anayelipa nyumba ni shangazi. Sasa hii inamtelekeza mtoto wa kiume, inamfanya anasahau majukumu yake, na ni chanzo kubwa nyumba kuanguka. Kwa sababu gani? Wazazi hawataendelea kuishi na huyo mtoto kwa milele. Baba yake hatalipa rent ya nyumba milele, mama yake hatalipa rent ya nyumba milele, nyanya yake hatalipa rent ya nyumba milele. Kuna wakati unaweza kufa akamwacha. Sasa ikiwa watakufa mwache, huyu mtoto anapata dhiki sana katika maisha, kwa sababu hajui namna ya kuchuma. Kujichumia yeye mwenyewe hajui, wala kuchumia familia yake hajui. Na hii ndio moja katika chanzo, vitu ambavyo kwamba vinachangia majukumu kupotea katika mtoto wa kiume kwenye nyumba na kusambaratisha ndoa. Mbona? Ni kwa sababu ikiwa huyo mvulana hajui hili jukumu, unajiingiza katika balaa kubwa sana. Na balaa yenyewe ni gani? Kwamba huyu akisha kuoa, ukizaa watoto, yani unaingia katika ndoa ukiwa na majukumu mawili. Majukumu yako kama mwanamke na majukumu yake kama mwanaume. Sasa ndio unaendesha majukumu ya watu wawili mtu mmoja. Kwa sababu mkizaa naye watoto, ujue kwamba jukumu la kulisha watoto na kila kitu na kuleta hiyo kitu ambacho kwamba watoto wanafaa kula ni wewe. Yeye atakuwa hayuko. Na ni mtihani zaidi, kwa sababu hata kama anasaidiwa na familia yake, bado vile vile wao pia watakuja kuchoka naye. Na wakichoka naye, ikiwa utamtaliki huyu mwanaume, ama ikiwa utaitisha talaka huyu mwanaume, kama yakupa talaka, amekuachia na mizigo. Sasa unalo jukumu tena la kulea watu, kuleta kama mwanaume na kuwalea watoto wako tena. Au kama hakuna familia yako upande wake, watu ambao kwamba watakusaidia, itabidi uwapatie pressure watu wa kwako wewe kama mwanamke,
itabidi uanze kutafuta dada zako, utafute ndugu zako, utafute mama yako, utafute baba yako, ili waweze kukusaidia katika hili jukumu. Alafu hapa ndo kunatokea mzozo ya kifamilia, watu kupigana, familia kusumbuana na kutupiana maneno, kukorofishana, kutukanana. Kwa sababu gani? Huyu kama ni dada yako au kama ni ndugu yako atakuwa na hasira sana ikiwa wewe humsaidii katika hili jukumu. Yaani yaona kwamba hili jukumu ni lazima kwako wewe uweze kumsaidia, na usipomsaidia yaanza kuleta shida katika familia. Unaanza matusi, au mara sijui dadangu ana kiburi, dadangu ana dharau, ndugu yangu ana kiburi, ndugu yangu ana dharau. Au kama wewe ni msichana, lazima uzingatie hili sana, na hili usilifanyie mchezo, kwa sababu usije kwenye ndoa ukatwikwa majukumu ambayo kwamba si yako, au usije katika ndoa familia yako ikatwikwa majukumu ambayo kwamba si yake, alafu mkaanza kuzozana na kuvutana na kupigana, kwa sababu huyu hata uchukue talaka kwa kadhi ni bure, hata kusaidia wala hata leta chochote, kwa sababu wanalala kwa nyumba za mama zao au nyumba za baba zao au nyumba za shangazi au familia, na wako sawa. Kazi yao ni kuamka asubuhi, kuoga, kuvaa, kutoka, kwenda kutembea, wanarudi usiku. Alafu akirudi anakuuliza chakula kiko wapi. Na kunao watu katika ndoa, wasichana, wanawake katika ndoa wanapitia hii shida mpaka leo hii. Kwa mwanaume hajaacha chochote, hajawacha chochote, lakini akirudi anakuuliza chakula kiko wapi. Kwa hivyo hili jukumu msilichukulie kwa wepesi, kwa sababu hili likipotea, akiwa mtoto wa kiume hajafundishwa, hii ni shida katika ndoa na inaleta dhiki na balaa kwenye ndoa. Kwa hivyo lazima uwe makini, unayemchukua lazima awe, kama ni mtoto wa kiume, yajua kwamba yeye ni provider, yeye ndiyo mwenye kutafuta, yeye ndiye mwenye kuleta, yeye ndiye mwenye kulipa rent, yeye ndiye mwenye kununua chakula, kununua nguo, kusimamia kila kitu ambacho kwamba mwanamke yahitaji katika nyumba. Kwa hivyo wazazi ambao kwamba wanacheza na hii, wanachokifanya ni kwamba wanamlea mwanaume asiyejua majukumu yake, na katika lugha yetu ya kawaida sasa namuita mwanaume suruali. Yaani ukiitwa mwanaume suruali inamaanisha ni wewe kitu muhimu kwako tu ni uume, lakini majukumu huyajui. Kwa hivyo moja katika changamoto tunazopata saa hizi katika familia za leo ni kwamba mtoto wa kiume hajui majukumu yake, kisha familia itakuja sasa kumbebea haya majukumu ambayo kwamba italeta tafrani, italeta vita, italeta balaa, italeta mzogo katika familia. Kwa hivyo tunaona kwamba wazazi wetu wa kitambo walikuwa washaeka hili jukumu kwa mwanaume, mtoto wa kike, na walikuwa mtoto wa kiume na walikuwa wanamfunza mtoto wa kiume ili akifika wakati wa kuishi peke yake na wakati atakapopata mwanamke ambaye kwamba atamuoa, hatopata shida kwamba huu mwanaume ni mwanaume suruali. Kwa hivyo unavyoona kwamba nilivyoeleza kwamba ndoa si mbele, ni malezi. Kama malezi yameharibika, kama malezi yamepotea, kama malezi hajasimama vizuri, tunatarajia katika ndoa kupata hii balaa na hizi shida. Kuna wanaume wengine wanapiga pa wake zao. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuja kwa nyumba anapata chakula, nampiga mke wake, tena anamwambia vizuri, kwani si ndugu yako ako USA? Dada yako ana biashara, mbona haja kupatia pesa ununue chakula? Kisha nampiga mtoto wa kiume wa kike makofi na mtihani bure. Sasa inakuwa kwamba huyu mara mingi anaonekana kama ni opportunist, mtu ambaye kwamba amekuja kutafuta, yani hao kwenye ndoa kwa sababu anataka asaidiwe katika hisia zake na asaidiwe katika majukumu. Kwa hivyo huyu mtoto wa kiume akikosa hii anakuwa mzembe. For the rest of my life, through days and nights, I think
my eyes, now and forever. I'll be there for you. I know it deep in my heart, and now that you're here in front of me, I strongly feel love.